Mmea wa aloe vera tunaufahamu sana wengi wetu mmea huu, lakini leo nitakuelezea jinsi gani mmea huu umekuwa ni tiba nzuri sana hapa ulimwenguni kwa wakati wote. Huu mmea una faida zake katika kutibu changamoto mbalimbali za binadamu. Sasa hebu nisikilize vizuri zaidi niweze kukuelezea unaweza kutibu maradhi yako kutumia mmea huu kwa namna gani unaweza kutibu. Sasa kama haujanifollow, nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Mmea huu unatibu kisukari, mmea huu unatibu pressure, mmea huu unatibu magonjwa ya ini na figo, mmea huu unatibu hernia yani ngiri, mmea huu unatibu tatizo la tezi dume, mmea huu unatibu maumivu ya hedhi kwa wanawake, lakini pia ni tiba nzuri la chango la uzazi kwa wanawake. Sasa kama wewe unasumbuliwa na kisukari ama pressure, ama maumivu ama ugonjwa wa ini pamoja na figo, basi tunaweza kutumia mmea huu vizuri zaidi na ukaweza kutibu maradhi hayo ambayo nimeweza kukuelekeza. Jinsi ya kuweza kutibu kisukari, pressure, magonjwa ya ini pamoja na figo, hernia yani ngiri pamoja na tezi dume, kutibu matatizo ya uzazi kwa wanawake, kutibu matatizo la chango la uzazi, maumivu ya hedhi, basi kata mmea huu, yani kata hayo magome yake ama majani yake ya aloe vera, kisha bandua ile lea yake ya katikati, yani ile kijani inaondoka katikati, kuna ile lea nyeupe ambayo utaikwangua, kisha utaweka katika maji baridi. Weka katika maji baridi ikae zaidi ya masaa 6 mpaka masaa 7. Baada ya hapo utachuja vizuri. Kisha chuja, utahitajika unywe yale maji yake kikombe kimoja cha ml 100 asubuhi, cha ml 100 jioni kila siku kwa muda wa siku 21. Kwa baada ya muda wa siku 21 nadhani tutakuwa tumetibu changamoto kubwa sana, yani changamoto nyingi. Tukianzia katika upande wa kisukari, kama sukari yako inakuwa inafika mpaka 15, 20, wakati mwingine unatumia insulin, basi tumia alafu kapime sukari yako uweze kuangalia jinsi gani sukari yako imeshuka. Lakini pia kama una tatizo la pressure, yani tatizo la moyo, moyo wako una cholesterol, una mafuta, pressure yako inashuka sana, basi tumia, utaweza kuona mabadiliko jinsi gani unaweza ikawa iko sawa. Lakini pia kama una tatizo la hernia yani ngiri, basi ama una tatizo la tezi dume, tumia jinsi hivyo nilivyoweza kukuelekeza, kikombe cha ml 100 asubuhi na jioni kila siku kwa muda wa siku 21. Tutakuwa tumetibu tezi dume, tutakuwa tumetibu hernia na hata matatizo ya chango la uzazi kwa wanawake, ambayo kama una maumivu makali sana wakati unaingia kwenye hedhi ama upo katika siku za hatari, basi tutakuwa tumeweza kumaliza maumivu hayo. Na pia kama unakuwa haushiki mimba ama unashika mimba lakini zinakuwa zinaachia mara kwa mara, basi tumia ili uweze kuona maajabu yake, na utakapotumia tutakuwa tumeweza kutibu matatizo hayo yote ambayo nimeweza kukuambia. Hii ndio tiba ya aloe vera. Nadhani mnaofahamu mti huu na faida zake ni hizi ambazo nimeweza kukuelekeza leo, faida za aloe vera. Mimi ni mshauri wako ninayekushauri kila siku, mtaalamu wa tiba za asili. Namba zangu za simu jumlisha 255 658 16 38 38. Nikutakia siku njema, nikutakia kila laheri, lakini usisahau kunifollow, nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa, lakini usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube. Nikutakia siku njema, bye bye.